Siku la kuvunja chaga tena hilo. Wakati mwingine unaposikia mgurumo na mdundo wa sauti ya Simba Dume. Sauti ya Tanzania, The Dreamer. Haya, tunazidi kuwasha, bila shaka tunazidi kuwasha moto. Tuko na Mtanesa. Huyu anatokea Mbozi Mloa pale kwa ajili ya zile picha zetu mpya kila siku na kila wiki. Lakini pia miendelezo ni kila siku pale kwa bwana Mtanesa. Lakini pia kwa Songwe ndio mkazi pekee ambaye anauza picha zetu kwa bei jumla. Ina maana picha za mjukuu zote zinapatikana pale. Kwa hiyo mapirate wote tushapiga chini. Sasa ni kazi kwake Mr. Mtanesa. Lakini video shooting, editing zinafanyika pale pale. Kwa manake pia pasipoti za dakika chache unazipata pale, dakika 2 tu. Yes, unashafisha safisha picha pia. Anakusafishia picha Mtanesa. Mtanesa sana mwaka huu. Tunapatikana Songwe pale Mloa Mbozi, barabara ya kwenda Tunduma, jirani kabisa na soko la Mwangamba. Mwamba huyu sina mashaka naye, baba wa kitaa. Tukizidi kwenda sambamba kabisa, leo tuko na single. Mara chache sana ukitukuta sehemu kama hizi, yani tunakiwasha ile mbaya, yani tunakiwasha ile kweli kweli yani. Wow. Waambie kimeumana. Mtaa pili uko wapi habari? Waambie kipo sasa live kabisa. Na sasa zinapatikana pale pale kwa Mr. Mtanesa. Wow. When you ready? Kwa hiyo wakazi wote wenye ofisi katika maeneo ya jirani hapo mnatakiwa mfike kwa Mtanesa. Bila shaka wala wasiwasi wote. Moto umeshawaka huko. Kwa kazi ni kwenu. Wakazi wa Songwe hapo. Yeah, well, everyone tries it. Sasa msiharibu kazi, fikeni kwa Mtanesa kwa huduma ndogo tu. Yani kwa bei ndogo tu, huduma kubwa. Yani bei ndogo, huduma kubwa. Sasa upewe nini papa, ndenge nini? We both eradicate. Sasa tunakiwasha. Twende, let's go. To make the road. Mingurumo inaonekana kabisa ni live kutokea nchi ya China. Na sisi tuko na wewe sambamba. Manake tunachambua kila kitu. Hatutaacha hata jiwe moja likipanda juu ya jiwe jingine. Maana tunautambua vizuri wakati ni mali yetu. Yes. Ukumbuke ni 0764125573. Bado tunapokea mawakala kutoka katika sehemu mbalimbali, lakini hii single movie lazima tunakwenda pale na Mtanesa pia. Lakini pia tuko na bangu nyingi kutoka Makete pale mkoa wa Njombe, Magogoni unapaita wenyewe. Lakini pia niko na Raja Kani kutoka Korogwe Tanga pale Mwembeni karibu kabisa na soko la Manundu. Hii ni moto, Bati Moto Marido on Fire. Yes, mambo hayo. Niko na Musa Movie kutoka Mpanda Katavi pale mtaa wa Mji Mwema nyuma ya kanisa la Sabato. Mwamba akiwakilisha vizuri. Karim Video Library Kilombero pale Fakara Chamamba Mhola unapaita wenyewe. Mshamba Video Library kutoka Gairo pale. Yes, Gairo mtawa Jikona pale karibu kabisa na sekondari ya Shabibi. Wow. Ima kutoka Charangwa pale. Mambo safi katikati ya Chunya na Mbeya. Super Movies Empire Tunduma pale. Wanapaita mwaka uwanjani karibu kabisa na ofisi ya serikali ya mtaa. Gori Movies Associates Meatu. Kutoka Mwanguzi pale nyuma ya soko. Ukumbuke ni kwamba unatakiwa kuwa live na hizo ndo sehemu ambazo tunahudumia kwa sasa. Kwa hiyo kama hujasikia sehemu ambayo au unahisi ni mbali bado, unakaribishwa tukuunganishe katika sehemu hiyo kwa bei ndogo tu ili uweze kuhudumia wananchi wasilalamike, maana picha wanazipenda lakini wanapata kwa shida. Sasa kazi ni kwenu nyinyi. Shikeni nafasi zenu sawa sawa na mimi ni kamati ya kwangu. Kila mtu akae kwenye engo yake, kazi iendelee. Sasa ngoma linaanza na historia yake yenyewe. Liko live bila chenga. Kwenye kisiwa kimoja kikale ambacho kimejengwa majumba ya hatari mno. Ndani yake anasema ni maelfu ya miaka imepita. Princess Jungu alitengenezwa kama kiumbe ambacho ni sababu ya laana ya adhabu. Huyu alikuwa na hukumu watu. Yoyote ambaye alikuwa anajaribu kumpinga naye alimpinga pia. Alikupa laana ambayo inawekwa alama katika mgongo. Alama hii ya mgongo itakusababisha kuitwa terrors. Utaishi kwa mateso ya maumivu. Alama hii hautavuka miaka 40 utakuwa umekwisha fariki dunia. Kwa hiyo yeyote atampinga ataishi chini ya miaka 40 atakuwa amekwisha kufariki dunia. Lakini baada ya miaka kadhaa kupita, walitokea watu ambao walipata ufahamu, wakagundua kuna chombo kimoja kikipatikana una uwezo wa kwenda kuvunja laana. Dragon Bonekestotom Mooncheon katika jumba moja ambalo ni mapango anaita mapango ya minyoo.
ndiko mapango ambalo kuna vitu vikiunganishwa combination, basi tunaweza kusababisha, yani vile vitu vikivunjwa tunaweza kusababisha kuondoa baria ya miaka 40. Lakini yai lingine la dragon ambalo lilikuwa limesalia mbali na mfumo wa Kobe, ili hai lilibaki kwa wataalamu. Jamaa anasema katika chini ya jua, ili kuondoa adhabu hii lazima tufike kuachanisha mfumo ambao umeandaliwa katika hilo pango. Kwa hiyo lazima wapatikane watu ambao watajitoa mwanga ili kwenda kuvunja laana ya miaka 40. Na hii ni ajali ya maelfu ya miaka imepita. Viumbe vingi vimejaribu, lakini miaka yao ikaishia 40 na wakafa. Lakini huyo bwana anasema yeye anaishi kama mlima. Kwa hiyo milima haiwezi kupita, ila binadamu watapita. Ndio sauti ambayo inasema hiyo. Kwa hiyo kila mtu alikuwa anawaza na kuwazoa wakati watu wanafanya uchunguzi wa kina ili kuhakikisha wanapata majibu ya kwenda kuvunja hiyo laana. Kuna mzee mmoja alisema aliita vijana wake kwa ajili ya kuja kuzungumza na raia, maana raia walikuwa hawaelewi. Mzee alikuwa anakuja ili azungumze na watu. Mr. Zhou ndio mkuu. Baba. Huyu mzee anaheshimika sana eneo hili, kwa hiyo sasa anawaelewesha watu kuhusiana na hiyo laana ya miaka 40. Raia waliketi maana walikuwa wanaamsha dude hapa. Feti. Kibonge, meno mekundu ndio. Waonesheni migongo yenu wa raia. Walikuwa na alama ambayo inaitwa ghosted cause ama laana ya shetani. Yoyote ambaye ana maumivu hayo hawezi kuishi maisha zaidi ya miaka 40. Huwezi kutoboa miaka 40. Anasema vijana kadhaa walijikusanya kutafuta hilo pango kwa ajili ya kwenda kuvunja laana. Marafiki ambao walikuwa na maumivu, ambao nao wanaishi kwa maumivu, walijaribu raundi ya kwanza, lakini wengine walifia katika hilo pango. Ni pango lenye kutisha, lina minyoo, lina viumbe wa ajabu ajabu. Kuna mabuibui huko wenye midomo zaidi ya mdomo mmoja, yani kiumbe kina mdomo hadi mkononi, unang'ata hadi na mkono. Kuna wale red wolves ambao wakikasirika, wewe ukifikisha miaka 40 wao wanasikia harufu ya chakula ambaye ni wewe. Kwa hiyo lazima ukutwe hapo ulipo. Mtu hadithi anasema vijana wa kwanza walifariki dunia, zaidi ya vijana walipoteza maisha yao. Kwa hiyo tradition ni kwamba yale alikuwa yamepita kuhusiana na hao. Kwa hiyo Shiliang na binti yangu Linglong. Ndio baba. Unajua sisi hao walisameka. Nafikiri mmeelewa kuhusiana na laana iliyoko kwenye mgongo. Hiyo mifupa ya dragon iliyopo huko ndani. Tunatakiwa kufika huko kwa ajili ya kusaidia maisha ya wengine. Mwenye alama yote hawezi kuishi zaidi ya miaka 40. Anasema totally mayai ya huyo dragon yalikuwa 2 tu ambaye anaishi humu ndani. Hakuna ujanja wala njia yoyote itakayosababisha maisha ya watu kukaa vizuri zaidi ya kwamba watu wahakikishe wanapata kuvunja hiyo laana ya hilo yai la dragon ambalo linatakiwa liparaganyishwe. Kuna binti anaitwa Shilei. Shilei naye ni mmoja kati ya watu ambao walijitoa mwanga, walioko tayari kuhakikisha kuzama katika mapango ili kupata kukomboa maisha ya binadamu. Anasema miaka 30 iliyopita kuna watu ambao walienda katika hilo pango, na hawa watu baada ya walobaki waliosalia waligeuka kuwa vichaa na walipelekwa katika hospitali za vichaa. Kwa hiyo ile mental hospital, binti alikwenda kwa ajili ya kuwaoja watu ambao walikuwa wametokea katika hiyo hospitali. Wa kwanza huyo anambembeleza mtoto katika bembea wakati hamna mtoto. Mwingine amejifunika mumvuli ambao hauna kitu. Mwingine anataka apae, amefungwa kwenye kibaskeli hicho. Lakini kuna mwingine ambaye ni staff mentor. Huyu staff mentor ni kama ana akili vizuri, lakini wakati mwingine ana vituko sana. Anakaaga peke yake pasina mtu yote. Ndio ambaye wanataka kwenda kumhoji. Afunguliwagi kwenda nje kama wengine kama wakina Kibonge. Hao huyo staff mentor ana matatizo yake. Anamia ndo huyo anaitwa Cheng Yulo. Anaketigi na kinyamaza. Ndo huyu ambaye ni kipofu anambia ndio. Kipofu ndio huyo. Sasa wanakwenda kuongea naye.
Lango likafungwa namna hiyo. Halo master, tumesikia mengi kuhusu yao, kuhusu wewe. Sisi ni marafiki wa Mr. Zhu. Kwa hiyo tumekuja kusalimia leo. Unahitaji formula. Hello. Ni hao. Habari yako binti mdogo. Yaani anamnyoshia mkono akijua huyu ni binti na mzee huyu ni kipofu. Alipomkamata akamwambia mapigo yako ya moyo yanaenda kawaida. Na unaonekana una jukumu. Na wewe bado hujashiriki kabisa mapenzi mara nyingi. Hivyo, kabla hujataka kujua Bansha secret, lazima ule maisha kidogo, maana unaweza ukawa mentor au kafa kabisa. Habari yako kijana mdogo. Salimia kijana huyu. Akamshika mkono. Yaani mzee ukimshika namna hii anasema excellent. Inaonekana mbingu na ardhi zimekutanisha watu wawili. Nimewapenda jinsi mlivyo. Unless ni kwamba naweza kawa nimekosea. Lakini lazima ni ukoo kutoka katika historia ya Mojini. Aliposhika ambaye uko sawa. Samanini. Nyinyi wawili ni wajukuu wa historia ama wa wajukuu wa Mojini. Nilitaka nizungumze na ubinti akiwa peke yake. Kwa hiyo wengine waende nje. Mzee ndo ana mchongo wa kuzama mapangoni. Walionyesha kama wamefunga geti lakini geti halikufungwa. Mzee akamshika binti, anamwambia binti mdogo, nikishika mikono yako natumai hautakasirika Sasa nielekeze kuhusiana na mawingu ambaye alishuka chini na mayai ya dragon mawili. Unajua kuhusu hilo? Kuhusiana na Kristo. Una boyfriend? Nyinyi wawili ni wachumba. Mnapendezea kama mkiendana. Mioyoni iko sawa, lakini kwa sababu zako binafsi ungefanya hivyo, usingeenda huko mapangoni. Fanya mapenzi kwanza. Yaani hakikisha unatengeneza mapenzi yako ya maisha duniani. Tafadhali naomba acha kunitraki. Bila shaka. Binti anambia nimekuja kukuhoji kingine unanijibu vingine. Anambia kijana wewe anaweza akakufanya blood pump, ni damu ikatembea kasi. Yaani utakapokwenda huko binti utapagawa na maisha yatabadilika. Hizi hisia unazokuwa nazo sasa utakaa uzipate tena. Wala totokea kiumbe wote ya kushika mwili wako, maana utageuka kituko. Nataka kujua jinsi ya kufuata Ming Chombo. Hutaweza pata. Kwa sababu huwezi kupata, ni nyuma ya mlima. Unatakiwa uvuke mlima ambao unaishi. Mlima gani? Mzee alikaa pose la kimangoto. Anambia wewe ni binadamu. Sasa kuna mlima na binadamu. Manake mlima ni kama sisi, inaishi. Binadamu maisha yake ni at least miaka 80. Lakini mlima unaishi miaka zaidi ya laki. Miaka 2000 historia yake iliyopita nyuma. Miaka 800 unasikia story ilipita nyuma. Milima ilikuwepo. Kwa hiyo jua kwamba kila kitu kitapita, kitabaki milima. Milima naye kuna wakati anamomonyoka kubonyea chini. Anasema lazima nitafute Ming Chombo. Sawa. Mimi nimechoka sana. Nahitaji kupumzika. Ila kabla hujaenda, nataka nikwambie kitu kimoja cha mwisho. Tafadhali niambie. Huyo kijana ni saizi yako. Ungeishi kwanza maisha ule bata ndo uende huko. Hakika utajuta wewe dada. Yaani mzee alilalama kiasi akamwambia binti, nafikiri umeona macho yangu. Hayaoni tena macho haya. Alimuonesha mzigo. Angalia. Lo. Ni kizaza. Tena kizaza sio kidogo. Usiangalia haya macho, hakika yatakuponza.
Usije ukaangaliaga ndani haya macho, utajionea nilichoona mimi. Huyu mzee unaambiwa ndo alikuwa kipofu, amepagawa namna hii. Picha inaitwa Mojin, pango la Minyo, the Wong Valley. Sasa hebu twende kwanza, hii ni sehemu ya kwanza, bado tunaenda mbele zaidi. Mambo bado ni moto sana tu. Tuko live, hii ina vipande 7 au 8, tunamaliza mchezo. Hebu twende tuunganishe kwanza katika sehemu inayofuata ili tuweze kupata majibu.